hili jambo limeathiri sana watu, ndoa nyingi. Hii inatokana sana na mambo ya utandawazi, maendeleo ya dunia. Social media zimekuwa nyingi sana, watu wanajua kuchat. Facebook hizo ni kweli ni nzuri, Twitter, Instagram na vingine vyote wanajua kuchat sana. Sasa je, unachochati kinakusaidiaje? Watu wanapoteza muda mwingi sana kuliko hata kufahamu neno la Mungu. Sasa kwa sababu ya kuingiza tabia za kidunia ndani ya ndoa, zimeathiri wanandoa wengi kupenda kujifunza vitu vya mtandaoni sana kuliko neno la Mungu, kuliko mafundisho na ubilio kwenye ibada. Lakini watu hawataki kuyasikia, lakini wanafuata vitu, na wengine wanataka kujifunza ndoa za kwenye TV. Yaani ni maigizo, ndugu yangu, ndio maana maigizo. Wenyewe wanao TV hawaishi maisha mengine kama hayo. Wengi wanaigiza. Fuatilia historia zao. Wengi hawana ndoa. Sasa wanapenda maigizo. Na kupitia mitandao imeathiri watu. Mpaka leo kuna wanandoa wanakaa kujifunza picha chafu kwenye mitandao. Unakuta baba ukitembea simu yake mjeza picha pornography, picha ya mapenzi, ya uchi, ya utupu. Yameathiri ndoa sasa. Na kwa sababu hiyo ya kuwa mtu ameathirika na mapepo, vitu anavyoangalia leo hii, wanandoa wanajikuta wanapoteza furaha ndani yao, kwa sababu akili zao zimeharibika, zimetiwa ganzi na mapepo na majini yanayotumwa kwenye mitandao kufundisha mafunzo ya ndoa, tendo la ndoa. Na hii imesababisha sasa, kwa sababu wametiwa ganzi, zimepelekea usaliti umekuwa mwingi. Leo ndoa zina usaliti, watu wana michepuko kama yote, na hii haijalishi watu wanasali kanisani, ni michepuko kama kawaida. Shangaa mama mmoja akawa anasifia mume wake, jamani, mume wangu ni mtu mwaminifu sana, tuige mfano mume wangu, baba mwige mfano mume wangu. Sasa siku wa dada watu wakawa wanashangilia, wanacheka, wanapiga makofi, ajua anashangilia, kumbe wanamcheka mama wake. Sasa hujajua watu, siku wakamtengenezea mpango. Haya, wamemseti mume wake, ambaye mama njoo hotelini hapa. Kuingia kule anakuta wanawake, baba analalamika, analia, nisamee mke wangu, nisamee mke wangu. Nimetembea na nake zaidi ya 10, na kanisani mzee kiongozi na kanisa kubwa, na anategemewa, anahubiri, anafundisha. Watu leo wanajua kufundisha mafundisho, lakini hana Roho Mtakatifu. Wasaliti ni wengi. Wasikudanganye mtu akiona ameshika tenzi na Biblia akafikiri wapo wasaliti. Kama mtu hana roho ya kumcha Mungu,